Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tasliman kathira wa ba'du. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا صدق الله العظيم. أيها الإخوة, tutazungumzia kuhusu aya hii nzito, maneno haya Allah tabaraka wa taala pale aliposema ya ayuha nnasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, enyi watu, ya ayuha nnas, enyi watu, taqu rabbakum alladhi, muogopeni Allah, mcheni Allah tabaraka wa taala, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, yule ambaye alimuumba nyinyi katika nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha, na akawaumbia vile vile kutokamana na hiyo nafsi bibi zenu, bimaana wake zenu. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu llaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rakiba. Vile vile Allah tabaraka wa taala anatueleza ndani ya Qur'an kwamba fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', kwamba mmehalalishiweni nyie ndoa, mmehalalishiweni nyie wanaume kuoa. Fankihu, wachagueni, ma taba lakum minan nisa'i, wale wanawake mnaowapenda nyie Waislamu, mathna, wawili, wa thulatha, watatu, wa ruba', na wanne. Mmeruhusiwa kuwaoa hao wake wote kabisa, lakini kwa masharti. Ukiwa huwezi, basi oa mmoja Muislamu. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia mwanamke yoyote atakapomtii mume wake, bimaana bwana wake atakapomtii, wa salatu khamsa, na akaswali swala tano, na akahifadhi uchi wake, basi ataingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala kwa mlango anaopenda yeye mwenyewe. Islam, ndugu zangu wa Islam, ni mambo mazito sana haya, lakini yako na fadhila mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo tunapata picha halisi kwamba tumeruhusiwa sisi wanaume kuoa wanawake zaidi ya mmoja, lakini kwa yule mwenye uwezo wa Islamu watukufu, kwa yule mwenye uwezo wa Islamu watukufu. Vile vile akaeleza mahaba baina mar'u wa zawji, baina ya mwanamume na mwanamke. Akaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yawe mapenzi ya kudumu kabisa kabisa. Leo tutalaumu baadhi ya wanawake wenye sifa hizi, ndio tutalaumu siku ya leo. Mwanaume wa kwanza ambaye tutamlaumu siku ya leo ni mwanaume anayefanya madhila, anayemfanyia madhila bibi yake. Ni mwanaume gani huyu? Hasa jambo la kwanza ni mwanaume ambaye hamfahamu Allah tabaraka wa taala kisawasawa, mwanaume ambaye ashamoa bibi yake, lakini bibi yake ni wa kumpiga kila mara. Mwanaume kama huyu hafai katika ndoa, na unaruhusiwa ewe mama ya bibi, mwanaume kama huyu utakapompata sifa zake, usikubali kumpea mtoto wako. Kwa sababu gani? Atakuwa ni mtoto wa mabunda kila siku. Qur'ani tukufu inasema wadhuribuhum, na wapigeni, lakini si kupiga hivi tunavyofahamu sisi Waislamu kwamba leo bibi amekuwa ni taekwondo training, mwanaume anajitraini kwa bibi yake. Bana, ni makosa, ni haramu mwanamke kupigwa katika paja lake la uso, ni haramu, haifai katika Muislamu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza atakapokuja mwenye sifa hizi nne, basi muozeshe mtoto wako. Lakini utakaposikia mwanaume huyu ni mwanaume makonde, mwanaume magumi, usikubali hata kama ni bilionea. Siku zingine mama zangu wanakosea sana kwamba mtu fulani yuko na pesa, basi acha olewe tu ili tuishi na raha. Sivyo hivyo. Waja'ala bainahum mawaddatan wa rahma, Allah tabaraka wa taala amejalia ndoa iwe na mapenzi na huruma ndani yake. Itakapokosekana mapenzi na huruma ndani yake, hamna ndoa.
talaka haifai, au baadhi ya watu wanasema talaka, kutoa talaka ni haramu, lakini sio haramu. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akashusha sura nzima, suratu talaq. Kwa hivyo Waislamu tukufu, atakapokuja mwanamume mwenye dini mwenye mapenzi ya kisawasawa kwa mtoto wako, basi muozeshe mtoto kama yule, hata kama ni fukara. Yukhni Allah tabaraka wa taala atawapea atawatosheleza katika maisha yao. Akiwa ni fukara, Allah tabaraka wa taala atawatosheleza katika maisha yao. Lakini usiangalie mtu kwamba yuko na gari, yuko handsome, sijui yuko na hivi, itakuwa ni balaa baadaye, baada ya kuwa mtoto wako ushamfunga katika gereza ewe mwenyewe. Kwa hivyo Waislamu watukufu, hiyo haitakani kabisa. Mwanaume wa kwanza ni mwanaume ambaye anaitwa makonde, mwanaume wa kumpiga mkewe kila mara 24/7, ni mtu kumpiga tu. Mwanaume wa pili ambaye kwamba hutakikani ewe Muislamu kumpea mtoto wako tariku sala, mwanaume ambaye haswali, usikubali kumpea mtoto wako. Usikubali mtoto wako kumpea mtu ambaye haswali, usikubali abadan. Kwa sababu gani? Hata kama atakuwa na dini, lakini ataenda kuwa chini ya mikono au ya himaya ya bwana kama yule, itakuwa ni makosa sana. Lu'ina alladhina, walipata laana bani Israil ala lisani Daudi wa Isa bin Maryam, walipata laana watu kama hawa kupitia kwa ulimi au ndimi ya Daud na Isa bin Maryam. Limadha? Kanu la yatanahawna anil fahshai wal munkar, walikuwa hawakatazani mambo machafu yanayofanyika. Vile vile mwanamke au mwanamume atakapokuja kwako nyumbani, lakini anataka binti yako bimaana amuoe, lakini akona sifa ya the youth, usimpe mtoto wako abadan. The youth la yadkhul jannata, the youth abadan, haingii peponi the youth milele. Waislamu, the youth ni nani? Man radhiya, ni yule ambaye ataridhia machafu yanafanyika na watu wake. The youth ni yule ambaye anaridhia machafu yanayofanyika kwa watu wake wa karibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia hivi katika hadithi marfu kabisa, khairukum khairu li ahlihi wa ana khairu li ahli, kwamba mbora wenu nyie ni mbora kwa watu wake wa karibu. Dhil qurba, watu wa karibu, wazazi wake, wakwe zake, mama zake. Siku zingine tunakosea sisi wanaume, unamuoa mtu unasahau mkwe wako kabisa, kwamba maadamu nilimpea mahari yake tushamalizana. Sio katika Uislamu. Khairukum khairu li ahlihi, mbora wenu nyie wa Islamu ni mbora kwa watu wake wa karibu Islam. Kwa hivyo the youth, nani the youth? Ni yule ambaye anaridhia machafu yanayofanyika pale nyumbani na hayakemei. Mfano, ukapata sister yako ni yeye na mitandao tu, yeye na kukata mauno katika mitandao, lakini kumwambia kwamba my sister, hivi unavyofanya sivyo, ukanyamaza, wewe umeingia katika sifa ya udhayut. Udhayut mwingine ni mwanaume kumpata anamposti mitandao bibi yake bana, kwamba bibi yake sijui mara yuko hivi, mara amevaa mgongo wazi, mara. Usimpe mtoto wako mtu kama huyu. Kwa sababu gani? Ataenda kuwaingiza motoni mbele ya Allah tabaraka wa taala. Waislamu tukufu, vile vile mtu ambaye huruhusiwi kumpea mtoto wako ni mtu ambaye ni mvivu. Mtu ambaye ni mvivu usikubali kumpea mtoto wako. Kwa sababu gani? Ataishi katika hayatu dhima, maisha machovu sana. Ataishi katika maisha ya tabu. Atakuwa mara kwa mara ni simu tu nyumbani, kwamba nataka kadha, nataka kadha, nataka kadha. Watu kama hawa usiwapee watoto wako. Vile vile tunarudi katika kufafanua hicho kitu, kipengele kama hicho kuhusu wanawake. Tunarudi kwa wanawake wetu. Wanawake wetu wale ambao wameoa, Allah tabaraka wa taala awafanyie maisha yao mema. Sisi ambao hatujaoa, Allah tabaraka wa taala atujalie wanawake wema. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia al-ummu madrasa, mama ndo madrasa ya nyumbani kabisa. Mama ndo madrasa, mama ndo madrasa. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia
Utakapochagua, chagua mwanamke ambaye ni mwema. Si kila mwanamke ni wa kuoa, Waislamu watukufu. Usioe wanawake hawa nitakaokueleza ewe Muislamu katika siku yetu ya leo. Mwanamke wa mwanzo ni mwanamke ambaye kwamba ni yeye na mitandao tu peke yake. Usiwahi kumooa mwanamke kama huyu, usimuoe. Ni mwanamke ambaye ni hatari sana katika maisha yako. Mwanamke 24/7 ni yeye na mitandao, mwanamke wa kwanza. Vile vile mwanamke wa pili ni mwanamke wa kujibleach, kujipodoa kila mara, kila style itakapotoka yeye yuaipenda. Mwanamke kama huyu usimuoe ewe Muislamu. Mwisho wa siku utajikuta umeangia katika hasara fi dunia wal akhirah, katika dunia yako na akhira yako. Kwa sababu mwanamke anayejipodoa, jambo la kwanza, ile pesa atakayoipata ni yeye tu na mafuta haya mara mafuta yale mara manywele yale, ambao ni haram, ni haram kabisa. Kwa hivyo mwanaume usimuoe mwanamke kama huyu. Na mwanaume naye kama tulivyoeleza kwamba wanawake kadhaa usiwaoe, basi inakuwa ni bora zaidi utakapotaka kuoa unauliza ushauri mwanzo kwamba mimi nataka kuingia katika maisha ya nikah. Je, nichague mwanamke gani? Nichague mwanamke gani? Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza ndani ya hadithi kwamba yoyote atakayechagua mwanamke ambaye ni mwema, mwanamke ambaye anamtambua Allah, mwanamke mwenye subra, mwanamke ambaye anathamini ndoa yake, utaishi katika maisha mazuri sana. Utaishi katika maisha mazuri, maisha ya raha. Lakini hunna libasa lahum wa antum libasa lahunna, nyinyi ni vazi kwa wao na wao ni vazi kwenu nyinyi. Kwa hivyo ni maneno ambayo kwamba yana uzito ndani yake, lakini ni mepesi sana utakapoyafanyia kazi ewe Muislamu mtukufu. Kwa hivyo huruma iwe katika mawasiliano baina ya zauji wa zaujati, papatikane mawaddatan wa rahma, mapenzi yapatikane ya kudumu, ndo utaishi katika maisha yako bila shida, bila tabu na mtu kabisa. Utaishi katika bila shida na mtu na bila tabu na mtu kabisa. Ndio bwana wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza ndani ya hadithi kwamba ad-dunya mata wa khairu mata'u al-mar'u as-salih, dunia ni starehe na bora ya starehe ya dunia ni kumpata mwanamke ambaye ni mwema kweli kweli. Si kila mwanamke ni wa kuoa, my friend. Kwa hivyo hili tulipendelea kuliweka wazi kabisa, na insha Allah, Allah tabaraka wa taala atakapotujalia uhai na uzima, tutakuja kuzungumzia mambo mengi, tena mambo mengi zaidi. Allah tabaraka wa taala kubalie somo zetu na atujalie wenye kusikia mazuri na kuyafata, na wenye kusikia maovu na kuyakemea. Allahumma arna alhaqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal du'ana wa salatana wa qira'ana wa siyamana وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ينصرنا إخواننا في فلسطين من اليهود الخاسرين. اللهم يقتل يهود عددا وقتلهم بددا ولا يغادر منهم أحدا. ربنا تقبل دعاءنا اللهم تقبل صلاتنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شكرا وجزاكم الله خيرا.